Hello, hello, ladies and gentlemen, wanafamilia wa The Shift. It's another time, it's another opportunity tunayo. Leo nina mgeni, my friend, mama ya rafiki ya Kiki, best friend wa Kiki. Leo tuko na Mama Jackie. Karibu sana kwenye kipindi Mama Jackie. Hebu niambie, who are you? Tuambie wana Shift, who's Mama Jackie? Jina, unafanya nini? Vitu kama hivyo. Karibu sana my dear. Asante sana. Karibu. Asante sana mama, asante sana Kiki pia. Bila yeye sidhani kama na kweli bila Kiki atungejuana. Watoto wanatupeleka kila kona. I'm telling you. Okay, kwa majina naitwa Rehema Nehemia Nkungu, ni mama wa watoto 3. Juvenal, Jesse na Jacqueline. Jacqueline ndio aliyesababisha niwe hapa. Jacqueline ndio ameleta This friendship is because of Jackie. Yes. Na nasema ni friendship ambayo ni ya kutuendeleza kwa sababu naamini where we were, I've attended some important events za kwako na naona we are becoming even a family. Kwa hivyo tusidharau sana watoto na tusidharau urafiki unaosababishwa na watoto. Unaweza ukawa urafiki ambao unadumu miaka mingi sana na unaweza ukaleta maendeleo mazuri sana. So Mama Jackie, tuambie unajihusisha na nini? Okay, mimi kwa hapa Dodoma sasa hivi pengine niseme kwa ujumla Dodoma na Tanzania, kwa sababu najihusisha na vitu vingi vichache ambavyo nitavimention hapa, vingine nitaviacha kando kwa sababu ya mimi ni na kampuni ya utalii inaitwa RM Adventure Tour in Safari Tanzania. Are you serious? Yes, ni sasa imagine hiyo kampuni, na pia na kampuni ya ulinzi RM Security. Hiyo uliniambia juzi. Pia nina sehemu ya burudani hapa Dodoma. Alafu pia nina Sober House inaitwa Back to Life. Sober Living House iko Dar es Salaam. Mimi kwanza muhimu sana mimi nataka tuongelee hiyo Sober House. Okay. Kwanza kabisa kabla tujaongelea Sober House, yani hivi nahangaika natafuta watu wa kuniplania holiday na wewe upo na sijui. Jamani, this is serious. Baada ya hichi kipindi lazima tuandalie, there are some very important events zinakuja hapa mbele. Okay. Nataka nifanyie my firstborn's birthday, my husband's birthday, ambazo ni tukio muhimu. Tuko tunataka tuende somewhere. Kwa hivyo ni wewe utaandaa hiyo. Hapo ni kazi nakupa kabisa. Lakini kilichofanya kabisa ni kuite kwenye kipindi. Najua unahusika sana na Sober House. Na mimi kweli nimekuwa na deal na watu ambao they are going through addiction. Addiction ni kitu ambacho watu hawataki kukiongelea, lakini kipo katika society. Addiction ni kitu ambacho hata wanafamilia wenyewe huwa wanamficha mwanao ambaye anaenda through that, or it's the husband going through that, or it's the wife going through that. Watu huwa hawataki kuadmit kuwa somebody is addicted into something. It doesn't have to be drugs kama addiction. Addiction inakuja kama sisi wana psychology, we counsel many people going through different types of addiction. Sasa ningetaka kujua ni nini kilikusukuma hadi ukaona there is need for this in our society. Kwa sababu Sober Houses pia hazipo nyingi Tanzania. We can actually count them. Yeah, we can actually count them. In fact, before I met you, mimi nilijua tu Sober House moja ambayo sijui iko Moshi au Arusha. So ndio baadaye ukaja ukaniambia na wewe una Sober House. Why a Sober House? Nini kilikusukuma? Kwa kweli niseme ni changamoto za kifamilia na pamoja na nilikuwa huwa napenda, sina uwezo lakini huwa napenda sana kusaidia. Yani nina katabia hata kama ni kidogo. Sasa chanzo cha kufanya hicho kitu ni kijana wangu. Niwe mkweli, ni mwanangu wa kwanza, firstborn wangu, ndio huyo Juvenal. Na Juvenal anaweza kusema ameingia kwenye hilo tatizo. Unajua tunaweza kusema kuna vijana wanaingia kwenye urahibu, tunaita urahibu kwa sababu ya makundi. Kuna kwa sababu ya makundi, sababu tu ya yeye mwenyewe kaamua kujaribu pengine kupitia mitandao, wengine sababu za family issues. Yes. Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine kijana wangu naweza kusema, ndio maana wengi wamekuwa wakiniambia kwa nini unahangaika sana na huyu mtoto. Kuna wengi wamekuwa wakiniambia mpaka hivi si uachane naye.
Lakini nikijaribu kufuatilia historia, naweza kusema some point imechangiwa sababu na family issues. Ikapelekea kijana kuingia kwenye makundi ya kujipa labda furaha fulani, ili akifikiria kitu fulani basi awe yani sijui nielewekeje hapa. Yeah, nakuelewa. Sasa kijana wangu, wengine wanasema ni kwa sababu ya kuishi nje. Kuna watu paka wanasema epukeni kupeleka watoto nje, kuishi nje ya nchi, sijui kusoma huko wanaharibika. Sisi bahati mbaya tumekaa nje kwa almost 15 years. Kutokana na nature ya kazi ya mume wangu. Sasa mwanangu alikuwa anakutana na watu wengi tofauti tofauti. Narudi kusema kwamba tatizo lililomfanya ingie hapo pengine ni matatizo ya kifamilia. Ni mbaya, mume wangu ni marehemu. Yes. Ni mbaya kumsema marehemu, lakini kwenye ukweli huwa mimi napenda kuwa mkweli. Wanasema mazuri yake tumsifie, mabaya tuyaweke wazi, ili mwisho wa siku jamii isimlaumu yule mtoto au aliyebaki naye kusema pengine ndo chanzo cha kuharibika kwake. Daima huwa nasema hivyo. Hata kama huwa tuna imani pengine ana nguvu ananihukumu, wacha anihukumu. Lakini mume wangu alikuwa ni mtu levi sana, ni mtu asiyesikia, mzuri sana akikaa kazini. Yuko yani mtu wa ofisini anayemfahamu, ukimuelezea tabia zake anaweza kuwa mgumu sana kumfahamu kama hajatoka naye. Unajua kuna yale mahusiano kazini na mahusiano nje ya kazi. Yes. Ni kama alikuwa na two personalities. Sasa waliokuwa wanamfahamu kazini na nje ya kazi walikuwa wanatuelewa vizuri sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi maisha ya kupambana, kwamba mimi kama ni goti nilikuwa nasema nilipiga mpaka nilichoka. Dakika ya mwisho nilisema hebu Mungu kikombe hichi kiniepuke. Kwa hiyo nilikuwa, alafu sasa tatizo alikuwa pia anaumwa na tatizo la moyo. Lakini hakujali. Kwa hiyo kijana wangu, sasa tunarudi kwa huyu kijana wangu. Alikuwa anaumia sana kumwona babake akirudi wakati mwingine. Hata pengine huko alikokuwa labda alikwenda washroom akasahau kujiweka vizuri, na ni senior, alikuwa kwenye, sitaki kutaja, kwenye emergency fulani kubwa tu. Lakini anarudi kwenye mazingira ambayo unasema utazani ni mtu wale wa barabarani, labda sijui ni wa aina gani. Kwa hiyo alikuwa anaumia sana yule mtoto. Akijaribu kumsema anapigwa, kiingilia na mama naye anapigwa. Kwa hiyo yani always nyumba ilikuwa in chaos. Kwa hiyo yule kijana akawa pamoja na kusoma, akawa ananiangalia sana mimi, kwamba mama umekuja huku umeacha kazi. Mimi before that sijaenda kule, nilikuwa mwajiriwa wa manispaa hapa. Nilikuwa ni accountant pale. Lakini mume wangu alipohamishiwa kule kabidi ni resign. Yes, true. Nikaenda kuishi naye kule. Kwa hiyo alikuwa anaona kwamba nilipokuwa na kazi, japokuwa ilikuwa ni ndogo, lakini nilikuwa naweza kumanage mahitaji yao madogo madogo watoto. Lakini kule tuko ana kazi baba, lakini kupata mahitaji yale unaweza kuta, unajua watoto wanataka sijui kitu fulani, vitu kuvipata ni shida. Hata pocket money ile ni shida. Kwa sababu anayepata income ni huyu mmoja. Na hakutaka kabisa kuwa wazi. Yani ukitaka mchele utaletwa mchele, ukitaka unga utaletwa unga. Hamna cha tangible cash. Kwa hiyo ikawa inapelekea mtoto ananionea sana huruma, kwa sababu anakumbuka alikuwa anaishije na mimi tukiwa nyumbani. Mama, tunafanya nini kuhusu baba? Asa mama yako anahitaji pesa, unafanya nini? Kwa hiyo mtoto yule akajiingiza kwenye michezo ya gaming. Betting. Sio betting kama betting. Na bahati mbaya sikutaka kujifunza ile michezo, kwa sababu siku ya kwanza nilivyoona ni michezo fulani kama ya vita ndani ya nani. Hizi online games wanacheza. Kisu sijui unakiuza bei gani, anapata cash money. Yes. Yeah, kwa hiyo yule mtoto alifanya hivyo kwa kificho kwenye hiyo pesi yake ya kufanyia labda kazi za homework, lakini akipata muda anafanya hivyo. Alinunua hizo program kwa wenzie waliokuwa nao wanasoma naye, wanaingiza huko anafanya. Mtoto akaanza kuingiza hela, kaja kuniambia mama, nimeingiza hela lakini paper account. Nahitaji mtu mwenye account ili niweze kuhamisha pesa tuchukue, vinginevyo pepo inabidi ninunue tu vitu. Nitanunua vitu vingapi online? Nikusaidie uweze kupata hela, labda
ukaendeleze. Nilikuwa na duka hapa Tanzania, ukafungua lile duka lako liendelee. Mtoto wow. How old was he at that time? Alikuwa na umri gani? Form 3, nadhani form 3. Imagine, na akili ilikuwa imechangamka hivyo. Kwa hiyo yule mtoto akawa anafanya hivyo, mimi kumshirikisha baba yake, akaniambia nitoleni ujinga, unataka upate hela ili ufanye nini? Ikatokea ugomvi mkubwa sana mpaka wazazi wakaingilia, akakiri mimi sitaki huyu mwanamke apate hela kwa njia yoyote, kwa sababu akipata atakuwa hivi, yani alikuwa anapenda always insecurity pia. Kwa hiyo mtoto akasema mama, tufanye kwa siri. Nikatafuta rafiki yangu mwenye account. Imagine hata mimi hakuwa anaruhusu niwe na account. Kwa hiyo zile pesa tukawa tunatumia kule. Sasa si hapo nilipoanza kupata angalau pesa, nikaanza kupata nauli ya kutoka hapa kwenda hapa labda akiwa kazini. Kwa hiyo nikaanza kuwa na mahusiano na marafiki ambao wanafanya nao kazi. Wakanifungua masikio. Wewe unapata shida namna hii? Yaani mnakwenda shopping labda, unakuta wewe umepewa exactly amount kwamba uliandika nyanya za 5,000 nini hivyo hivyo, lakini unakwenda na mwenzio anafanya hizo na anafanya za kwake binafsi. Kwa hiyo wewe unabaki naangalia. Nikamweleza yule dada, akaniambia kwa nini ufuatilie? Kwani akukupa ile procedure ya hiyo ofisi yao huwa inakuwaje? Unatakiwa pesa ulipwe, kuna some amount unapewa kwa sababu uliachishwa kazi ukiwa nyumbani, umekuja huku kwa ajili ya kuangalia familia. Kwa hiyo lazima kwenye pesa yake kuna pesa ya spouse, lazima upewe. Nikamwambia mimi sijui. Una account? Sina. Kwa hiyo yeye akanifungua hayo masikio. Niliporudi tukawa tunanunua vitu kupitia ile pesa ya yule kijana, natuma nyumbani vitu, nafanya nini. Baadaye akamuinspire kidogo, nikamwambia mwanangu, hebu kuwa muwazi kwa baba ili atupe ushirikiano, kwa sababu hii mashine unayotumia unadai haina nguvu. Stage uliofikia ni kubwa, sio inafanya nini, unajua wenyewe mambo yao. Kwa hiyo akajibidi ajirudi kwa baba. Baba akamnunulia kubwa tu, akampromise, akamwambia hela zote ninazolipa baba nitakupa wewe, sababu zinapotea kwa rafiki zangu, wanachukua hela zangu na ni nyingi. Kwa hiyo baba akakubali, akamnunulia mashine kubwa, kila kitu alichokitaka. Mtoto akawa anafanya ile. Nakumbuka mara ya kwanza baada ya kupata ile mashine alipata kama milioni 40. What? Yeah. Akanipatia gaming, nasikia gaming ina hela kweli kweli. Akanipatia mimi kama 30 au 35. Akaniambia mama, kaa uagize mzigo wa kupeleka Tanzania. Kwa kweli nilikuwa naagiza chumba kama hichi, kilikuwa kinajaa handbag, sio viatu, yani vitu vingi, nikimaliza napakia kwenye cargo naleta dukani. Baba baada ya kuona hivyo, kugundua hiyo, alikuja akachukua ile mashine, akachukua yani vitendea kazi vyote akavipeleka alikojua. Mpaka kesho hatujui vilienda wapi. Kwa hiyo yule mtoto aliporudi shule, kwa akirudi ana tendency ya kurudi kama ana homework na nini, anafanya chapchapu, anaingia kule hatoki. Yani akiingia kule mpaka chakula nilikuwa nampelekea, hatoki. Akimaliza ni anaingia kulala, asubuhi anakwenda shule. Kwa hiyo naweza kusema makundi yale ambao alikutana nayo asingekutana nayo kama angeendelea na hiyo. Oh yes. Sasa alivyokuta vile vitu vimetolewa, yule mtoto aliumia. Aliumia sana. Alitaka paka kujiua, kujirusha dirishani. Baba akamkuta, akamwambia unataka kujiua? Akamwambia okay, wacha nikufungulie. What? Nikambembeleza mimi akarudi. Kwa hiyo mimi ndio nimekuwa ni mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo yule mtoto kutokea pale akawa, yani kuna wakati paka unasema bahati nzuri alifanana sana na babake. Angekuwa hajafanana naye hata kitu kidogo, angeweza kusema mtoto sio wangu. Kwa hiyo akawa yani anamuharasi kila mara mfungie nje alale, mara afanye hivi, mara yani alikuwa anaona ana side na wewe. Ana side na mara mrudishe Tanzania hapo alipomaliza sasa shule. Rudi kakae kwa bibi yako huko, mara hivi. Yani hivyo. Kwa hiyo mtoto na imani alijiingiza kwenye hayo makundi. Hiyo ndio ilikuwa season ya kwanza hii safari yake. Hata kama aliwahi kutesti hapo, lakini sidhani kama angeendelea kuwa mbaya kama hivi alivyofikia. Kwa hiyo sasa alivyoendelea hivyo, mtoto akawa anatusumbua sana tukiwa kule. Sana. Tumekaa tena ametusumbua, tukamtafutia shule
nani Jinan Shandong. Tukampeleka tena, nimempeleka mimi mwenyewe. Nikasema kule wako strict wenzetu wa China na nini. Wapi? Nikaja nikamtafutia, akapelekwa Ujerumani. Sasa tukarudi sasa nyumbani. Tayari mtoto ana usumbufu. Tumerudi nyumbani, bahati mbaya akawa akirudi likizo anakutana na baba. Bado lifestyle ni ile. Na tulirudi kipindi cha COVID nakumbuka. So zamani kumbe. Tulirudi kipindi cha COVID. Tulirudi kama likizo tu. Nadhani kama mnakumbuka kipindi kile ilikuwa hakuna usafiri wote wa kurudi kwenda popote. Na wakati huo sisi tulikuwa India. Airport iko locked. Tulikuwa India. Kwa hiyo tukawa tunahangaika tunarudije. Baadaye mimi nilikuwa najitolea kama kwenye ubalozi wa India. Na kwanza nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya kupata hiyo knowledge kwa wenzangu kwamba kuna pesa inalipwa. Na vile vituko vilivyokuwa vikiendelea. Kwa kweli tulikuwa tunaambiana nchi ya Thailand ni nzuri. Lakini ukienda na mume wako ukirudi naye salama umshukuru Mungu. Kwa sababu ya wanawake wa Thai wengi sana wameachwa kule, wengi wamekasirika, wameacha waume zao kule, wamerudi nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tunaambiwa hivyo. Wow. Wanaacha waume wanarudi nyumbani kutokana na tabia za kule. Kama mwanaume hayuko na nini. Kwa hiyo na mimi nikaona naelekea huko. Ikabidi niwe mkali sana. Sana sana. Paka polisi wanakuja nyumbani wanafanya. Baadaye sasa nikaelekezwa na watu kwamba fanya vurugu za aina hii ili zifike ofisini wajue nini kinaendelea. Kwa hiyo nikafanya hivyo. Ilikuwa vurugu kubwa sana. Sana. Ikafika ofisini na bahati nzuri ambaye yeye ndo alifikisha ofisini. Kwa hiyo nikaitwa, nikahojiwa, nikaeleza jinsi maisha ninayoishi. Ndio ofisi ikatambua kumbe tuna zaidi ya miaka 4 au 5 hapo Thailand. Sina income yote, yani sipewi chochote, yani nikipewa ni bahati mbaya kimebaki kwenye kitu fulani. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa hiyo ni kama kitu kikamgeukia yeye sasa. Kwa hiyo akaambiwa mlipe pesa zake zote. Kwa hivyo yeye alikuwa anachukua hela. Anachukua yeye, yani kama inaingia kwenye mshahara wake akisema akaunti hana sijui nini hivyo. Kwa hiyo akawa amenipa, lakini kwa vile ni mume sikusema amenipa yote paka senti ya mwisho, lakini anilipa at least nikajitambua kwamba kumbe na mimi sasa ni mwanamke. Kwa hiyo nimekurudisha nyuma kwa sababu ya yani hiyo niliyopitia. Kwa hiyo tulipokwenda India, hiyo hali ya COVID ilivyotokea ikabidi turudi sasa nyumbani. Na kutokea hapo akawa ameniruhusu kujichanganya na watu. Ubalozi kuna kitu fulani, function fulani, kuna hivi kutranslate shuleni kwa watoto nini, na fundisha michezo ya Kitanzania na nini, najitolea hivyo. Nikapata marafiki wengi sana. Kwa hiyo ikanisaidia. Kwa hiyo akawa hawezi kuthubutu kusema kitu kwa sababu anajua akifungua mdomo na mimi na mahali pa kwenda kusema. Kwa hiyo tukarudi nyumbani. Kwa naweza kuita huwa tunataniana na watoto kwa msaada wa ndege ya Magufuli. Sio msaada, tulilipa double. Unajua kipindi tulikuwa tunalipa nauli ya kwenda na imekuja tupu. Inarudi na watu. Kwa hiyo so unalipa ile kwenda na return. Hasa wale waliokata, na sisi kwa level iliyokuwa kule tulilazimika kukata nani business. Kwa hiyo unalipa hivyo. Tulirudi nyumbani, tumerudi hapa, kijana yuko Ujerumani, na yeye aliporudi sasa likizo kamkuta baba bado life ni hiyo ile. Baba huko nyumbani, maisha gani haya na nini hivyo. Kuna wakati walikuwa wanagombana sana sana, yani mpaka baba analia, mtoto analia. Mtoto anamwambia ukiacha pombe nitaacha bangi, usipoacha. Kwa hiyo ni wanawekeana hivyo. Kwa hiyo imeenda hivi, yule mtoto akaondoka kwenye kurudi kuendelea na masomo yake Bremen. Baba akaumwa, bahati mbaya akafariki. Alifariki alikuwa hotelini, alifia hotelini. Alipofariki yule mtoto, kusikia zile taarifa, akaniambia mama kila mara, na kweli alikuwa akisema kikana babake ananiambia baba ukimaliza huu mwaka sijui. What? Alikuwa anamuona tu, akamwambia baba humalizi, umeshakata tamaa, mbona hutaki kufanya maendeleo yoyote? Kweli alikuwa hataki kufanya maendeleo yoyote, uwezo anao, lakini
ukimwambia tununue hichi labda kiwanja au kuna nyumba inauzwa mahali, hataki. Ni kama mtu aliyejijua kwamba anamnunulia nani. Kwa hiyo kweli akafariki. Yule mtoto alikuja, lakini alikuja uchungu aliokuwa nao yule mtoto ilikuwa ni kwangu. Alikuwa ananililia mimi, utazani mimi ndio niliyekufa. Baadaye akasema mama, lakini Mungu anajua alichokifanya. Na mimi niseme ukweli, nilisali nikasema Mungu naomba tu unisaidie. Kwa sababu ilifikia stage ambayo si nzuri. Yule mtoto sasa kutokea hapo alikuja, alifanikiwa, kawai, tukazika, tulimsubiri. Baada kama miezi miwili au mmoja akarudi kuendelea na masomo. Kwa hiyo alipokwenda kule sasa, wanadai alipata depression. Of course. Akajiingiza kwenye hayo makundi. Na makundi hayo hajanielezea, lakini kwa historia ya walimu walivyokuwa wakisema, inaonekana yule mtoto, na nikikumbuka alivyoishi Thailand, akatamani kutafuta sasa hela kwa nguvu kusaidia familia wadogo zake. Kwa hiyo akajiingiza kwenye hayo mambo ya madawa na nini ili apate pesa haraka. Kwa sababu alikuwa kila mara ukiongea naye anakuambia mama, usiwe na wasiwasi. Hata kama baba kuna kitu kaacha kidogo, lakini mimi nitasaidia wadogo zangu. Nitatafuta hela, nitafanya hivi. Mama, hiyo nyumba haijaisha, nitakusaidia tuimalize. Mama hivi. Yaani anakupromise vitu azifu kwamba yuko kazini, lakini kumbe yuko kama aliona sasa hivi amebaki kama baba. Kwa hiyo sasa kumbe maono yake ya kupata hicho cha kunisaidia alikuwa anataka kuyapata kwenye mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mtoto akawa alikaa kama miezi 6. Baadaye nikawa napigiwa simu, ana misbehave, sio amefanya nini hivyo. Mara nikaja kuambiwa amewekwa soba. Soba shida ni nini? Mara yuko polisi, mara hivi. Baada ya muda nikapigiwa na ofisi ambayo ilikuwa anafanya miangu, ambao kwa sababu mpaka wakati huu bado wanatuangalia, wakasema huyu mtoto anatakiwa arudishwe nyumbani. Kakatiwa tiketi arudi. Kumbuka alikatiwa KLM arudi Tanzania, lakini yani tumearrange kila kitu kwamba mtoto anaondoka leo, tutampokea siku fulani. Nikatuma kakangu kampokee, kwa sababu watuambia na hali mbaya sana. Kwa hiyo nikatuma kakangu kaenda Dar es Salaam, hakumpata. Tukaanza kutrace shida ni nini. Fuatilia kule, wakasema alishof, lakini haonekani, yani haijulikani yuko wapi. Yani haieleweki tu. Ali-check in. Wanasema alifika kwenye desk ile ya nani, hakucheck in. Ile desk ya kucheck in, lakini hakucheck in. Aliambiwa umepima, una kadi ya COVID. Enzi zile lazima usafiri. Akasema anatoka kwenda kufanya hivyo vipimo. Hakurudi. Hakurudi, alienda wapi? Kwa hiyo tulikaa kwenye hilo giza karibu wiki nzima. Hatuelewi yuko wapi. Ni Mungu, huwa mimi nasema ni Mungu. Kwa sababu niliumia, nilisali, nililia, niliripoti polisi, ubalozi, wasiliana. Kipindi hicho balozi wetu alikuwa pose yule Ujerumani, kahangaika sana kumtafuta. Kila njia haieleweki. Baadaye nilikata tamaa. Na mimi wakati nilikuwa na safari ya kwenda India kufuata mizigo sasa. Kwa sababu tulikuwa kule tuhamishe vitu vyetu nini, turudi nyumbani. Ndio hakuna tena, kwa sababu waliponihoji kwamba utarudi kuishi na watoto huku, nikasema siwezi. Hata kama mtakuwa mnanihudumia kwa kiasi fulani, nikipiga hesabu kitakuwa kinaishia kwenye rent na maisha ya huko, basi ni bora nirudi nyumbani. Kwa hiyo nikawa najiandaa kufuata mtoto kufuata vitu. Nikawa sasa nimeamua tu sasa kusali, kusema kwamba pengine tayari nimeshapoteza mtoto, kwa sababu kwanza niliambiwa hali yake ni mbaya sana. Halafu sasa haonekani. Kwa hiyo niliishi wakati mgumu sana. Siku hiyo ya mwisho nakumbuka ilikuwa Jumapili, nimekwenda kanisani. Nikasema nikitoka kanisani nitapita makaburini, mahala ambapo tulimhifadhi baba yake, niongee naye. Nikitoka hapo ninunue vitu. Kuna balozi wetu wa India, tulikuwa family friend, akawa ameniagiza nimpelekee baadhi ya vyakula na nini. Sasa nimetoka kanisani, nikawaona wachungaji ambao walinipa mimi kipaimara na nini. Nikaona wacha nikawaambia matatizo ninayoyapitia, waniombee. Tukaingia.
kwenye chumba, wakapiga magoti. Mchungaji wangu mmoja, yule mchungaji anasema ni mchungaji wa ushuhuda. Nadhani utakumbuka ulimuona siku ile ya huyo alikuwa mcheshi. Yani yule ni mchungaji anamkubali sana. Akaniambia, akawa katika kuniombea nimepiga magoti, akaniambia nakupa masaa 12 utasikia mtoto wako yuko wapi. Wow. Wakati tumehangaika kwa kila njia, mimi kwa kweli kuna roho ilisema kwa jeuri tu ndani, we ni nani mpaka unasema hivi? Yani sisi tu, yani masaa 12. Yani kwa kweli isingetokea hili ambalo nataka kulisema, ningeweza kusema ningepoteza imani na Mungu na wachungaji tuseme. Lakini akaniambia hivyo, kati anaomba na kemea, ndani ya masaa 12 tunataka tupate majibu ya huyu mtoto alipo, kama ni na tuna uhakika yuko hai na nini. Nikainuka, nikakunguta magoti yangu, nikaondoka. Niko njiani, nikapita makaburini. Sasa hapo Kilimo Kwanza. Nikafika pale makaburini, nikapiga magoti. Kwanza nilipiga magoti, nikachoka, nikainuka, nikaanza kusali. Lakini kwenye katikati ya sala nikawa napata hasira, nikaanza kama vile kumgombeza yule baba. Wewe ndo unasababisha yote haya, haupo lakini bado unaendelea kunisumbulia watoto wangu. Kwa hiyo nikawa nalalamika, naomba nitafutie mwanangu, namtaka mwanangu. Kama nyinyi kweli huwa mkiwa hampo na sisi, lakini kiroho mpo nasi, basi nitafutie mtoto wangu, namtaka mtoto wangu. Yani nagomba kabisa, yani nimeshikilia hivi. Wakanishika, wakanitoa, naondoka, napandisha kile kimlima kile cha juu kile. Napokea simu kutoka kwa mamangu, na tulikuwa naye kanisani. Yeye kaenda kwake, mimi naelekea kwangu. Akaniambia, nimepata simu, nimepigiwa simu kutoka Dar es Salaam airport, wanasema Juvenile yuko pale, hali yake ni mbaya. Ndani ya masaa sio zaidi ya 3. Vile mtumishi alisema. Kweli nakumbuka yani kama nilichanganyikiwa, nikagongwa paka na bodaboda, nilikuwa naendesha na gari. Paki pembeni, unasemaje mama, mamangu huwa ni mtu wa siasa, kwa hiyo anataka, nadhani na mimi ndivyo nilivyo, pengine leo utagundua. Anataka kueleza maelezo mengi. Nikaambia, mama naomba nenda kwenye point. Yuko airport, ana hali gani na nafanyaje? Akasema yuko airport saizi ni saa 8. Kwa hiyo hali yake ni mbaya sana, hana hata nguo, hana viatu, hana nini. Ongea na, nikamwambia nipe namba wewe mtu alikupigia. Nikaongea naye, nikaambia kweli huyu ni mtoto wako? Ndio. Namba yake ya simu tumeipata kwenye pasipoti yake, iliandikwa namba ya bibi yake. Nikasema ni kweli, kwa sababu sisi ya kwenda sana nje, ukiwa ukirudi nyumbani unakuta namba yako haipo. Kwa hiyo kwenye pasipoti zetu wote tuliweka namba ya mamangu, kwa sababu yeye yuko always here. Kwa hiyo wakampata. Akaniambia hali yake ni mbaya, tunafanyaje? Dar es Salaam sioni ni ndugu gani atakaye mpokea kwenye hali hiyo. Apeleke hospitali, mimi niondoke niende au nifanye. Niliumia. Nikamwambia nyinyi mnanisaidia, hakuna ndege inayokuja. Akaniambia iko, lakini anapanda waziri mkuu DCL, na nauli ukitaka kukata sasa hivi sio chini ya 600,000. Nikamwambia kama kuna nafasi, hata kama ni 1,000,000 nitalipa. Naomba mumpakie haje, kwa sababu sioni picha yoyote ya kusema nani atamtekea huko, pengine mpaka kesho. Wakasema sawa, wacha tu arrange. Nikaambiwa andika barua na ni process zikawa nyingi, kwa sababu ni ndege alikuwa kapanda waziri. Lazima. Kwa hiyo nikafanya hivyo, nikapeleka ID zangu. Uzuri Wizara ya Mambo ya Nje walikuwa wanatusupport sana. Yani wanatusupport bado, kwamba una shida wanatambulisha na nini. Nikawapigia, wakaniambia okay sawa, wakafuatilia. Mtoto yule akapandishwa kwenye ndege. Kwa hiyo ndege ikadelay. Akapandishwa kwenye ndege na waziri. Kaletwa hapa, nikampokea. Nimpokea mtoto akiwa kama sijui ni kitu gani niseme. Wale ushawahi kuwaona wale wa Ethiopia, wa Somali waliosafirishwa wamechoka. Hawezi. Yani ni kwamba nilimkumbatia na mburuza hivi mpaka kwenye gari. Lakini nikawa nimepewa maelezo kwamba huyo mtoto anatakiwa kupelekwa kwenye hospitali ya magonjwa ya akili. Akili zake sio nzuri. Lakini kiongea naye namuona anaongea vizuri. Nikasema huyu mtoto nikimpeleka Mirembe, hapa Dodoma tuna Mirembe. Kwa afya yake hii hatapata lishe yoyote. Wacha nikakaa naye nyumbani hata siku 3-4, nimlishe kwanza, hata kama ni kwa drip, then ndo nianze matibabu, kwa sababu sio wa kumeza dawa yoyote. Kwa hiyo nikarudi naye nyumbani, jioni ile nikampikia uji kanywa. Kesho yake asubuhi kama mtoto mdogo akapata nguvu. Chana alipopata nguvu ndo sasa nikamtambua yeye ni nani.
Alikuja alinikuta nafua tena nguo zake mwenyewe, kwa sababu aliziacha muda mrefu na hana nguo. Kwa hiyo nikatafuta nguo ndani zilizopo za haraka haraka nizifue. Nikazifua na mkono tu, kwa sababu hazikuwa nyingi kutia kwenye mashine, nguo 3-4, nikanafua na mkono. Akanifuata akaniambia, hivi wewe unafua na mkono? Umezoea kuishi maisha ya kimaskini, yani uwezo unao, mashine unayo, unashindwa kufulia mashine nini? Yani akanikashfu. Nikamwangalia, ni huyu. Ni yeye kweli. Akabinua beseni hapo na nini. Ikaanza tafrani pale. Kidogo nikainuka nikampiga vibao. Akaingia ndani akanitolea kisu. Wow. Tukaanza kukimbia sasa. Kwa hiyo tumekimbia hapo ndo nikajua huyu sio mwenzetu. Akasema mimi nachotaka mnipeke kwenye kaburi la baba. Pekeni kwenye kaburi la baba. Basi tukamwita kakaangu, ikabidi niende nikaombe msaada sasa wa polisi. Hakuna anayeweza kumsogelea. Polisi wakaja wakatusaidia. Kapelekwa kwenye kaburi akasali. Baadaye nikamwambia nyie msubirini kwanza amalize kufanya hicho anachotaka kufanya kwenye kaburi la baba yake, then mtamchukua mniletee Mirembe hospitali, kwa sababu kumchukua hivi haiwezekani. Wakamleta Mirembe hospitali, hapo tukafanya taratibu za mahakama na nini, akafungiwa kule. Kwa akaanza matibabu, na mimi kwa sababu nilikuwa na safari ya India nikaondoka nikaenda safari yangu. Kurudi nikakuta mtoto wangu ameshaanza kumeza zile dawa zile. Anavimba, anakuwa kama robot yani. Kutembea hatembei ile kawaida, kusema anapunga mikono kama tunavyotembea, akitembea kama mdoli. Nikasema huyu ni mtoto wangu kweli? Unampelekea chakula mtoto anakula kama sijui kafanya nini, yani utazani ajala ana miaka. Nikasema siwezi, namtoa. Na nililipa miezi 6, wakaniambia hapana, simtoe. Nikasumbuana nao madaktari, nikavumilia mpaka ikafika kama miezi 5. Nikaambia daktari, huyu ni mtoto wangu, sio wa kwenu. Nikamtoa. Nikabaki naye nyumbani. Kweli akawa amebadilika zile dawa, lakini akasema sinywi. Na tafutie chuo, nikahangaika, nikapata chuo na nini. Baadaye akasema siendi chuoni, tafutie biashara nifanye. Tafutia biashara. Bahati nzuri na pesa zao zikawa zimetoka. Yeye ni mkubwa, yuko over 18, kwa hiyo alijua kila kitu ana shilingi ngapi na ana akaunti yake. Kwa hiyo zote ziliingizwa kwenye akaunti yake. Mimi nikawa na monitor tu jinsi gani ya kutoa na nini, lakini kuna wakati ana kusimamia mpaka utamkubali kwamba katoe. Kwa hiyo tumeenda hivyo. Kumbe zile pesa akawa anaendelea kufanya yale mambo. Anavuta sasa, kwa vile anakula vizuri na ana hela, hawezi kuathirika sana. Kwa hiyo mtoto ameendelea hivyo mpaka ikafikia wakati sasa akawa yani napanda kichwani. Nikamchukua tena nikampeleka sober house Moshi.